أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. Amma baada ya kumshukuru subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma ziada za kheri kipenzi chetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye ametumwa kwetu kwa sifa nyingi sana alizomsifu nazo sifa hizo Mwenyezi Mungu katika kitabu chake kitukufu, pale ambapo aliposema laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma. Kalili neno moja katika maneno hayo matukufu ya Mwenyezi Mungu, hilo neno linalosema manna, yani laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin, kwamba Mungu amewanufaisha sio Waislamu, sio watu, yani ni sehemu ya watu maalum. Ni nani hao? Waumini. Sio watu wote, wala sio majini kama majini, wala sio Waislamu, sio wala sio. Ni akina nani? Waumini. Manna Allahu 'ala al-mu'minin, kwamba waumini ikiwa ni wa kijini, waumini ikiwa wa kibinadamu, kwani Mwenyezi Mungu anasema wama khalaqtul jinna wal insu illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa waniabudu. Kwa hiyo neema yenyewe ambayo Mwenyezi Mungu ametuneemesha nayo sisi ni Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Nisizungumze sana hapo, mashehe najua wenye nafasi zao wana nafasi nzuri hapo ya kuteleza. Mimi nimekupa kwa uchache, mpenzi mtazamaji, ikiwa ni sehemu ya kusherehesha sifa zake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikukaribisha katika darasa hili ambalo tutaenda kutazama kama kuzungumzia kuhusu kumuota nyoka usingizini, alhayat fil manam, kumuota nyoka usingizini. Sasa kabla tujaenda katika mada yetu hiyo, nikukumbushe kwamba usisahau kusubscribe, kulike, kushare, kucomment pia. Na katika kusubscribe hapo kuna hako kaalama cha kengele, basi kabuse mpenzi msikilizaji, mpenzi mtazamaji, ili kiukuweze, yani utakapogusa hicho kialama kitaweza kukupeleka kuwa mwanafamilia pendwa wa channel yako hii ya Ibn Omar Al-Mukhtar. Tunasema ndoto yako bishara yako, ndoto yangu bishara yangu. Sasa twende tukaanze kumtazama nyoka usingizini, pale ambapo unapomota ana ishara gani? Mwanazuoni An-Nabilisi anasema alhayat fil manami adu, nyoka katika usingizi inajulisha mambo mengi, ikiwemo wadui au mraatu, ama mke, au waladu ama mtoto. Nyoka ana mambo mengi pale ambapo anamuota usingizini. Kwa hiyo kiujumla, katika haya machache tuliyoyazungumza kwa ujumla wake, basi tutaenda sasa kuzungumza kuhusu nukta baada ya nukta pale ambapo umemuona nyoka usingizini. Nukta ya kwanza inasema wa iraa annahu adkhalha baitihi fa innahu aduwwun yunkiru bihi, kwamba yule atakayeota amemuingiza nyoka katika nyumba yake, basi huyo ni adui atakayemfanyia vitimbi. Yani umemuingiza nyoka katika nyumba yako, basi jua umemuingiza adui katika sehemu ya maisha yako, ama umemuingiza adui katika nyumba yako, basi adui huyo atakufanyia vitimbi. Nukta nyingine ya kuota nyoka usingizini. Nukta ya pili ya kuota nyoka usingizini, kuna wazoni anasema wa raa annahu akhadhaha, yule atakayeota sasa amemshika nyoka huyo. Yani wewe umeota umemshika nyoka, fa innahu yasiru ilayhi malan min adui fi amni,
kwamba yule ambaye atakayeota amemshika nyoka, basi ndoto hiyo inakujulisha utapata mali kutoka kwa adui katika njia ya amani tu. Yaani ni adui kwako, lakini atakupa mali yake kwa njia ya amani, na si kukupa umshikie, yaani kukupa kuitoa akupe wewe. Nukta nyingine ya kuota nyoka usingizini, yaani kuota hayat fil manam, kuota nyoka usingizini. Mwanazuoni anasema wamaraa fi unuqihi hayatun, yule atakayeota katika shingo yake kuna nyoka, qata'ataha thalatha qit'i, akamkata vipande vitatu nyoka huyo, fa innahu yutlaqu imra'atahu thalatha taliqat, kwamba ndoto hiyo inajulisha kwamba utamwacha mkeo kwa talaka 3. Yaani pale ambapo umeota kwamba nyoka yupo katika shingo yako na ukamkata vipande vitatu, basi njozi hiyo inakujulisha kwamba utamwacha mkeo kwa talaka 3. Nukta nyingine ya kumuota nyoka usingizini, yaani kuota nyoka katika njozi. Fa in raa baitihi mamlu'an hayatun la yukhafuha fa innaha ya'wi, kwamba ya'wi fi baitihi a'da'a muslimina, kwamba ukiota kwamba nyoka wengi sana wamezagaa katika nyumba yako, yaani umeota nyoka wengi wamezagaa katika nyumba yako, katika maeneo ya nyumba yako, basi njozi hiyo inakujulisha kwamba hao ni maadui ambao umewahifadhi katika nyumba yako, na hao ni maadui wenyewe ni maadui wa Uislamu. Yaani umeota nyoka wengi katika nyumba yako, wala una hofu nao, waogopi, ni kama umewazoea, ni mfugo wako, basi njozi hiyo inakujulisha kwamba hao ni maadui ambao wanawapinga Waislamu, ama ni maadui wa Waislamu umewahifadhi katika nyumba yako. Nukta nyingine ya kumuota nyoka usingizini, alhayat fil manam, au hayat fil manam. Fa in raa, yule atakayeota tamshi khalfahu, fa in raa hayat tamshi khalfahu, yule atakayeota kuwa nyoka anatembea nyuma yake, fa innahu adu, huyo ni adui, yuridu an yumkiru bihi, anataka kukufanyia vitimbwi, anataka kukufanyia uadui wake. Yaani ukiota kwamba nyoka anatembea nyuma yako, basi jua kwamba huyo ni adui anayetaka kukufanyia vitimbwi, yaani kuna adui anataka kukufanyia vitimbwi. Nukta nyingine ya kumuota nyoka usingizini, fa in mashat baina yadaihi au darat hawalihi. Sasa nyoka huyo ikiwa atakuwa anatembea mbele yako, achana na huyo nyuma ambaye tumetoka kumzungumza kama ni adui, adui yako ambaye anataka kukufanyia uadui, hii inasema fa in mashat, yule atakayeota kwamba nyoka huyo baina yadaihi, anatembea mbele yake, au darat, ama amemzunguka, hawalihi, pembezoni mwake, fa innahum a'da'un yukhalitunahu, huyo ni adui, ama hao ni maadui. A'da'un, hao ni maadui uliochanganyika nao. Wala yumkinuhum, na wala maadui hao hawawezi almudhir, almudhar au almudharrat, almudharratuhu, kwamba hao ni maadui lakini maadui hao umechanganyika nao, ila hawawezi kukudhuru, hawawezi kukufanyia madhara. Kwamba ukimwota nyoka anatembea mbele yako ama yuko pembezoni mwako, basi jua kwamba hao ni maadui uliochanganyika nao, lakini hawawezi kabisa kukudhuru. Nukta nyingine ya kuota nyoka usingizini, alhayyat fil manam. Mwanazuoni anaendelea kutupitisha akisema kwamba fa in raa hayatun tudkhilu fi baitihi, yule atakayeota kuwa nyoka wanaingia, ama majoka, tuseme majoka
labda katika Kiswahili tulichokizoea, lakini nafikiri Kiswahili kizuri ni nyoka. Wakiwa wengi, akiwa mmoja nyoka. Yule atakayeota nyoka wanaingia katika nyumba yake, watukhriju min khairi madhiratun, na wanatoka ila hali hawana madhara na yeye. Yani wewe unaona nyoka wanaingia, wanatoka katika nyumba yako, lakini hawana madhara na wewe. Fa innahum a'da'uhu, hao ni maadui zako, min ahli baitihi, katika watu wa nyumbani kwako, yani katika ndugu zako, wa qurabatihi, na katika watu wa karibu zako. Wanaweza kuwa marafiki, wanaweza kuwa majirani, ili mradi ni watu wa karibu yako, basi jua kwamba hao ni watu waliokuwa na uadui na wewe. Sasa uweze kumjua ni mtu fulani ni hivyo, hapana, lakini njozi na kujulisha ishara hiyo kwamba ukiota nyoka wanaingia na kutoka katika nyumba yako, kinyume na kutokuwa na madhara kwako wewe, basi jua kabisa hao ni maadui katika watu wa nyumbani kwako ama watu wa karibu yako. Fa in raaha fi khairi baitihi, ukiwaona nyoka hao katika nyumba ambayo sio ya kwako, fa innal a'da'u, hakika watu maadui hao, al-ghuraba'u, ni wageni. Yani kuna wageni ambao umewapokea, ndio maadui. Sasa nukta nyingine ya kumuota nyoka usingizini, anasema mwanawazoni, fa in raa annahu yaakulu lahmul hayya, yule atakayeota kuwa anakula nyama ya nyoka, fa innahu yusibu sururan, mtu huyo atapata furaha, wa manfaa, na atapata manfaa, wala izza, na atapata utukufu na heshima. Na nukta mwisho, tuende tukamalizie kipengele chetu hichi cha kuota nyoka usingizini, inasema kwamba wa maraa ala ra'sihi hayyatu irtafa'a sha'nuhu inda mulukan, yule atakayeota kwamba kuna nyoka juu ya kichwa chake, irtafa'a sha'nuhu, mambo yake yatanyanyuka, mambo yake yatauhika, mambo yake yatakuwa makubwa, inda muluki, mbele ya mfalme. Yani mbele ya mfalme ama kiongozi ama mtu mwenye mamlaka, kwamba wewe kuna mambo yako unayofanya kawaida, lakini yatakuwa makubwa sana mbele ya kiongozi. Mpaka kufikia hapo niseme wallahu waliyu tawfiki. Nipende kumalizia kwa kusema ndoto yako bishara yako, na ndoto yangu bishara yangu. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment, bila kuacha hicho kialama cha kengele kukibonya, ili uweze kuwa mwanafamilia pendwa wa Ibn Umar al-Mukhtar. Ibn Umar tunasema dumu fi riayati llahi wa amni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.